Huyu ni Rehema Rashid, ni mke wa marehemu Osman Nyanza na ndiyo mtuhumiwa wa mauaji ya Osman Nyanza. Anashtakiwa na askari wanamtafuta kwa kesi ya mauaji ya Osman Nyanza. Mpaka sasa hajapatikana na haijulikani wapi alipo. Alikuwa anaishi na marehemu Osman Nyanza kama mke na mume, lakini hawakuwahi kubahatika kupata mtoto na hakuwahi kuwa na ndoa kati yao wawili. Mgogoro wa nyumba baina yao ilikuwa inafahamika na familia na kufahamika kiserikali pia, kwa sababu huyu mwanadada alishawahi kukamatwa na kufunguliwa kesi ya kufoji hati ya nyumba na kufanya mauzo kwa mkaka wa Kizanzibari pasipo Osman Nyanza mwenye hiyo nyumba, mmiliki halali wa hiyo nyumba, kufahamu kwamba nyumba yake imefanywa mauzo kwa Mzanzibari. Hivyo alifunguliwa kesi hiyo na baadaye akakiri kweli alihusika kufoji hiyo hati ya nyumba na alitolewa kwa dhamana na dada yake alimtoa nje kwa dhamana. Kisha utaratibu wa kumfuatilia huyu Mzanzibari ambaye aliuziwa nyumba ili nyumba iweze kurudishwa mikononi mwa Osman Nyanza ulikuwa umeanza. Kisha ghafla mwanamke huyu akaanza kutoa taarifa kwa watu wake wa karibu kwa upotevu wa mume wake Osman Nyanza, na ndipo watu walipoanza kupata mashaka na hofu na kuanza kumtafuta wapi atakuwa yupo Osman Nyanza. Katika harakati hizo za kutafuta uwepo wa Osman Nyanza, wapi atakuwa na nini kimemkuta, ndipo majirani ambao walikuwa anaishi nao katika nyumba yake ya Chanika kabla ya yeye kuhamia kupanga Kigamboni walipotoa taarifa kwamba siku kadhaa mwanamke wake alikuwa yupo katika nyumba yao na alionekana akichimba shimo. Majirani walidhani itakuwa ni shimo la kuhifadhia takataka, hivyo hawakuwa na mashaka wala kuuliza swali lolote, lakini walipoamka asubuhi walikuta shimo hilo lilikuwa limefukiwa, hivyo hawakuwa na mashaka ya kuuliza kwa nini lilifukiwa kama lilikuwa la matakataka, kwa sababu ni mtu na mjengo wake, hivyo hawakuwa na haki ya kumuuliza kwa nini na ilikuwaje. Hivyo familia iliweza kupata mashaka zaidi na kuamua kwenda katika nyumba ya Osman Nyanza ambayo tayari ilishafanywa mauzo ya kinyume na utaratibu wa sheria kwa Mzanzibari na kuanza kulifukua lile shimo ambalo lilikuwa pale lipo karibu pembezoni mwa nyumba ya Osman Nyanza na kukuta mwili wa marehemu Osman Nyanza ukiwa uko pale chini akiwa yupo na boxer, lakini akijeruhiwa kichwani vibaya sana. Baada ya mwili wa Osman Nyanza kupatikana na watu kutangaza taarifa zake rasmi ya kifo chake, huyu mwanamke hakuwahi kuonekana mahali popote. Ndipo watu walipoanza kuchimba na kufuatilia zaidi kwa nini yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kusema mume wake amepotea, na baada ya mwili wake kupatikana hakuwahi kuonekana. Na kutokana na mgogoro ambao upo baina yao wawili, ilionyesha dhahiri kwamba yeye ndiyo mtu ambaye alikuwa amehusika na mauaji hayo, kwa sababu majirani walitoa ushahidi wao kumshuhudia yeye akija na vijana ambao walichimba hilo shimo na kesho yake kukuta shimo